بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wapendwa watazamaji wa Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima, ni siku nyingine tena tunawakaribisha katika kipindi chetu cha kahawa ya Ramadhani, kipindi ambacho kinakujieni kila siku za Ramadhani baada tu ya sala ya tarawehe. Na kama kawaida yetu, kipindi chetu kinasheheni mashehe mbalimbali kuja kutufunza, kutuongoza na kutukumbusha yale ambayo ni wajibu wetu kuyajua katika dini yetu ya Kiislamu kwa ajili ya manufaa ya dunia yetu na akhera yetu. Basi leo studio yetu tunaye Sheikh Makame bin Juma bin Omar pamoja na Sheikh Sultan Ar-Riyami pamoja na Sheikh Rashid Al-Aisari. Masheikh, karibuni katika kahawa yetu ya Ramadhani. Mpendwa mtazamaji, ikiwa bado huja subscribe, basi tunakukumbusha usubscribe, ulike, ucomment na ushare ili upate kila lilokuwa jipya kutoka katika Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima. Mada yetu ya leo ni muendelezo wa mada yetu ya jana kuhusu ndoa na falsafa yake katika Uislamu. Tukiwa tumejadili nini ndoa na namna gani ndoa inaanza kufungwa katika kuchagua uwenza na kuelezana umuhimu wa mawasiliano baina ya pande mbili ya mume na mke ili kutunza ndoa hiyo ambayo ni kiini cha kutengenea kwa jamii nzima ya Kiislamu na jamii kwa ujumla ya watu binadamu. Leo basi inshallah tutaangazia baadhi ya kadhia muhimma au kadhia muhimu sana katika jambo hilo la ndoa. Tukiwa nao mashekhe wetu hapa watatujuza yale ambayo yanahusiana na swala hili la ndoa. Mashekhe, tunaendeleza maudhui yetu ya ndoa ambayo jana mashekhe tulikuwa nao hapa, Sheikh Sued alikuwepo, Sheikh Rashid na Sheikh Habib. Tulianza kuwafahamisha Waislamu maana ndoa, falsafa yake, malengo ya kuwepo ndoa katika Uislamu, na tukaingia katika yale njia zilizotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuchagua mume, kuchagua mke, na tukazungumzia pia kuhusu umuhimu wa mawasiliano, kuheshimiana baina ya mume na mke katika kuitunza hiyo ndoa. Leo basi tuanzie na kuwajuza watazamaji majukumu au haki za mume juu ya mke na haki za mke juu ya mume katika ndoa ya Kiislamu. نازل الشيخ مقام. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. إن شاء الله تعالى kama Sheikh Salum alipotangulia kusema kwamba leo tutakuwa na mada ya ndoa. Ama kwa swali ulilouliza kuhusu majukumu ya mume kwa mke na mume kwa mke kwa mume, tukianza kwa upande wa mwanamume, na haya majukumu yamewekwa ili kuimarisha ndoa, ushirikiano, ikawa ndoa inaendelea vizuri katika maisha yao. Tukija kwa upande wa mume, tunakuta kwamba yeye kapewa hakul alqiwama, kwamba yeye ni msimamizi mkuu wa katika masala yote ya nyumba, kwamba ana haki ya kumsimamia mkewe pamoja na watoto wake ambao watakao ruzukiwa katika kizazi hichi. Mantiki hiyo, mke anakuwa chini ya mume. Yani mke anakuwa chini ya mume kwa sababu ile kiwama ni haki ya mume. Na Allah subhanahu wa ta'ala amesema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ni wasimamizi kwa wanawake. Bima fadala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Hii ni fadla Allah subhanahu wa ta'ala kamfadhilisha mwanamume awe ndio kiongozi, awe kigezo wa mkewe. Wa bima anfaqu, na vile vile kutokana na kile ambacho wanachokitoa. Kwa hiyo katika jukumu jingine la mume kwa mkewe, vile vile awe anamhudumikia yule mkewe, nafaka. Kwa hiyo masala mazima, huu ni wajibu wa mume. Huu ni wajibu wa mume, sio wajibu wa mke. Hapo kabla hujamalizia Sheikh, vipi ikiwa mke anazo, anafanya kazi, ana pesa zake, inahama? Inawezekana ikawa mwanamke akawa anafanya kazi, hasa katika maisha ya kileo, kama utakuta wanawake wengi wamesoma na wanaajiriwa.
anaajiriwa daktari, anaajiriwa mwalimu, kazi yote ile, anaajira, anakuwa pengine kipato chake ni kikubwa kuliko mwanamume. Ndio. Lakini vyopoti itakapokuwa sio wajibu kwake kutoa huduma za nyumba. Hii ni haki yake. Hii ni haki yake. Na ni wajibu kwa mume. Naam. Wajibu unabakia kwa mume au utekeleze. Ikiwa atapenda kuchangia, hakukatazi. Katika kuzidisha mapenzi. Katika kuzidisha mapenzi. Kumsaidia mumewe. Na kukaa huruma. Na kwa hiyo wajibu wa mwanzo ni alqiwama, yani usimamizi, yeye ndio msimamizi mkuu, na vile vile awe na huduma ya kutoa kushughulikia vitu vyote katika nyumba. Sawa, ikiwa upande wa mahari lazima nafaka, yani mahari atoe, ikiwa hajampa lazima atoe, na kushughulikia mambo ya kulala, mavazi, pamoja na mambo ya hospitali, kuumwa. Yote haya ni majukumu ya mwanamume. Ni haki ni haki ya mke. Mashaallah. Vipi kwa upande wa mke sasa? Tugeuze shilingi. Tukija kwa upande wa mwanamke, yeye anatakuwa awe na taa, amtii mumewe, yani maagizo ambayo anapewa na mumewe anatakiwa ayatekeleze. Ikiwa yale maagizo hayatoenda kinyume na sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa hayako kinyume na sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi na ayafanya le mama, asiseme kwamba kila kitu tena nkutie wewe, kila kitu. Hii ni haki yake ya mume kutiiwa. Akimwambia usende harusini, sende. Naam, asende harusini. Nguo hizi uvae, naam, asivae. Asitoke. Anza kujadili itakuwaje. Naam, Kwa hiyo amtii mumewe, na vile vile hifdhul mal, aihifadhi, aichunge ile mali ya mumewe, kwa sababu mumewe pengine ana mali, anatakiwa ichunge ile mali kadri aliyoruzukiwa. Naam, chochote kile alichoruzukiwa, basi anatakiwa akihifadhi yule mwanamke. Manake sijekuwa mume katika level ya chini ya maisha akaja akauliza ile kitu changu kiko wapi, na katika vitu nayo vitu ile kwa 10,000 pesa hiyo anajibu kuhifadhi. Naam. Mashaallah. Kuna mmoja anasema kwamba mwanamke alilaumiwa, wewe unakwenda hivyo uchi, vichwa wazi, vipi? Yani tabia gani hizo? Halikuwa umetoka katika mazingira ya Kiislamu. Jibu lilotoa kwa Qur'ani ukisema sadaqallahu alazim, akasema kanudia mume wangu basi, kwa maana anajua kwa maana taa na mtii mume wangu, sababu kutoka kichwa wazi. Kwa hoja yake ni kwamba kanudia na mumewe. Sasa je, atiiwe mume kwa kila kitu? Lazima kuna mipaka. Sheikh Salum hapa na mimi nazidisha alipozungumza Sheikh Makami kuhusiana na alqiwama. Usimamizi upo juu ya mwanamume, lakini jambo hili laisa tashrifan wa inma taklif. Naam, ni majukumu, sio kwamba ni cheo au utukufu kapewa mwanamume au bora kifua. Sasa rijalu qawwamuna an-nisa. Naam, kila kitu takutoka rijalu qawwamuna sadaka rijalu qawwamuna. Nadhani kama ndo sasa haitakiwi mwanamume akatumia manake fursa hii kwa kumuonea mwanamke, labda au kumdhulumu au kumpiga, kwa sababu rijalu qawwamuna an-nisa. Akiuliza jambo kibao na kusudiwa kwamba amsimamie mwanamke katika kutekeleza majukumu, hata katika mambo, yani katika mambo ambayo mara nyingi tunasahau kuyazungumza katika masala ya usimamizi wa mwanamume juu ya mwanamke, ni masala ya dini. Hapa kazungumza Sheikh Makame kuhusiana na kwamba anajibika kumlisha, kumvisha, kumpa sehemu ya kukaa, lakini pia katika masala ya dini anatakiwa mwanamume amchunge mkewe, kumfunza, kumwelimisha. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, nyote ni wachunga. Mume pia atakuja kuulizwa kuhusiana na mkewe na watoto wake. Kwa nini hukuwachunga? Kwa nini hukumshughulikia mke wako katika masala ya kutekeleza swala? Tunajua katika jambo moja ambalo walilonalo wanawake ni ukasoro mkubwa sana katika dini. Sahihi. Wanawake wanapuuza kuswali mara nyingi, au mwanamke anaweza katoka saa nyingine hajijali vizuri. Kwa hiyo mwanamume anatakiwa atumie fursa hii kumkataza au kumwamrisha. Allah subhanahu wa ta'ala asema ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, ziokoeni nafsi zenu, watu wenu kutokana na moto. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, waamrishe watu wako usali na usubirie katika jambo hilo. Pia kwa upande wa mwanamke anatakiwa atii, utiifu,
kumsikiliza mumewe katika yale ambayo anayomwelekeza, ikiwa ni mambo ambayo hayaendani kinyume na sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili si kwamba ni udhalilifu au unyonge kwa mwanamke, bali yeye mwanamke ikiwa atamtii kweli mumewe na ikawa anakubali maana yake zile nasaha zake na maelekezo yake, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwahidi kwamba atakuja kupata pepo kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu anasema idha sallat almar'atu khamsaha, mwanamke akisali sala zake 5 wasamat shahraha, na akafunga mwezi wa Ramadhani kama sasa, wa anasema wa ata'at zawjaha, na akamtii mumewe kwa jambo kubwa sana, hafidhat farjaha, na pia akahifadhi utupu wake, dakhalat min aljannati min ayi abwabi 8 shaat, ataingia katika mlango anaotaka katika milango ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ofa hiyo. Kwa hiyo tunatakiwa, maana yake haya yote tunazungumza kwa ajili kwamba kila mmoja katika hawa wawili ajue ile nafasi yake iko vipi, na vipi ataweza kutekeleza lile jukumu. Hizo zilizotajwa hapo ni haki za mume ambazo ziko juu ya mke. Naam. Taatiwe mwanamume ambayo ni haki yake, ni wajibu wa mke. Naam. Hifadhiwe heshima yake, ni haki ya mume, ni wajibu wake yeye. Na hifadhiwe mali yake pia, ndio katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku. Akitekeleza hayo, basi majukumu mengine yote yapo juu ya mwanamume. Kwa katika jambo jingine labda ambalo hajalitaja Sheikh Makame ni almuasharatu bil ma'ruf. Pia hii ni haki mushtarak. Naam. Haki ambayo inashirikiana ya huyu na huyu. Huyu na huyu. Kuishi kwa wema, na ihsan. Na hata pale ukipiga goti pale bwana harusi anaambiwa umekubali kwa wema na ihsan. Lakini pale wengi wanakuwa hafahamu itikia tu, anataka bil ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Sheikh Salum katika al-Qawama hapo mshakisa sa Sultan anasema kwamba pesa viwili, kisa kimoja jamaa kahudhuria darasa, Sheikh anaambia jamani, kama alivyosema kwamba jukumu la mume katika al-Qawama hivi kumtazama ibada zake, kusali. Wewe unakuja kusikia mke wangu kusali, mke wangu shasali, yani jambo hili kwa maneno ni dogo, kumbe ni kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu atoka mke wangu sahau kusali, basi ndio hivyo, yani kumbushana sunna, msali mke wangu leo, msoma Qur'ani, japo swali tu kwamba msagini mwanamke anakereka kwa mekafiri majambo kwa mabaya, lakini mke wangu sio hivyo, ni katika kumbushana. Sasa anasema kwamba kila mmoja anatakiwa amchunge mkewe kwa hili. Kasawa, mimi subhana msifanye swinga jeri nyumbani leo. Mke wangu vipi sala alfajiri kama wewe kitoka msikitini na sala nyumbani. Lakini ya dhuhuri, la asiri, magharibi shana na kazi. Koza nzonga kazi kuna kusanya zote wakati usiku. Sasa kwa maana sala zake zote msali wakati mmoja. Kaja kujua baadaye kwamba ni wajibu wake kumtazama. Na vile Sheikh Ali Abdalla anataja kisa, anasema na mume mmoja alikuja kwa Sheikh, anaambia mkewe alimuoa aliona ume kama wili nyuma, ama umetengana au umekufa. Sasa akamwambia mke wangu aje kusali katika maisha yake. Muislamu aje kusali. Akaambia kwa wapi? Kishakufa. Sasa kishakufa. Sasa shehe amefanya nini? Kama taqillah. Akhi wewe sababu ya mkeo kuingia motoni. Alafu nasema fanya nini? Ulifikiri utakwambia utoe pesa, jamaa na pesa nyingi. Sasa yote ya kwamba ilqiwama, unajua kama ndi usende, nenda, rudi, basi hayafahamu kama kuna mengine, kama hii ni kazi kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii kwenye kiwama hapa lazima tuwatanabahishe watazamaji na Waislamu kwa ujumla. Kama walivyosema wengi wanafahamu kiwama ni ubabe. Amba bwana ni amri na makatazo, basi fanya usifanya. Hakuna mashauriano, hakuna. Lakini kawama ni duara pana la usimamizi. Kwenye kusimamia kuna mambo mengi, kuna kuongoza, kuna kunasihi, kuna kupongeza, kuna kuliwaza, kuna kushukuru, kuna kutoa zawadi, kuna mengi, kuna kuelimisha, kuna kufundisha, ambayo hata maneno matamu wakati mwingine maneno mazuri pia katika kawama. Chakula kimekuja kizuri, sifu, ushukuru. Isiwe kawama katika yale mambo ambayo hata katika maamuzi mengine ya nyumba kushauriana nini tufanye, tufanye vipi. Hayo yote katika duara pana la kawama, na sio kama unavyofahamu vijana wengi wa Kiislamu kwamba kawama ni kama dictator rungu unapewa. hamna la. Mashaallah, jazakumullah khair mashayikh. Na sisi katika kuongezea katika masuala ya infaq, yani nafaka, yani hii inategemea baina ya mume na mume. Wanawake wasilinganishe, mbona huyu ananunuliwa hichi, huyu ananunuliwa hichi, ananunuliwa nguo nzuri.
sikukuu kanunuliwa nguo 400 ndio wasilinganishe, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema liyunfik dhu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfik mimma ataahu, na atoe yule aliruzukiwa kingi atoe kwa mujibu wa uwezo na alipewa alokadiriwa kidogo atoe kwa mujibu wa uwezo wake, na wanawake waridhie kweli. Jazakallah. Nafikiri mashekhe hata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hizi kubainisha majukumu katika khutbatul wadaa aliwahutubia watu wote akamwambia, ayuha nas inna linsaikum alaykum haqqan wa lakum alayhinna haqqun lakum alayhinna la yuwatti'na ahadan farshakum wa la yudkhilna ahadan takrahunahu buyutakum illa biidhnikum wa la yatina bifahishatin mubayyana. Nafikiri ndio wale matatu niliyataja, kwamba wanawake juu yao ni kule kuhifadhini heshima zenu, wasiwaingize watu katika nyumba zenu isipokuwa kwa idhini yenu, na wala sifanye uchafu, na wakabainisha haki za mke, wajibu wa mume. Fa in fa'alna, wakifanya hayo yote matatu, mukabili wake fa alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, kuwalisha na kuwavisha kwa wema. Jukumu la kulisha na kuvisha ni jukumu lako mume. Na hapo kuna maneno mengi, tusirefushe kipindi kikawa kirefu katika kulisha na kuvisha. Hata katika upande wa mavazi, mara nyingi waume wanahisi kama wao hawana jukumu lao ni kutoa pesa, alafu tena utajua unashona nini, unanunua nini. Lakini kumbe ni haki yake mume. Anachagua nguo anayotaka yeye, vaa hii itapendeza, rangi hii itapendeza, na mke atii. Mashaallah, jazakumullah khair mashekhe. Pamoja na yote aliyozungumza, majukumu tayari kishachagua mke, kishachaguliwa mume, washaingia katika ndoa, huyu anatekeleza jukumu lake, huyu anatekeleza jukumu lake, lakini bado tunasikia migogoro katika ndoa, hata katika jamii zetu za Kiislamu. Migogoro mingi, tena mara kwenda kwenye talaka, mara ugomvi, mara tena mama wa huyu, mara familia ya huyu. Nini chanzo cha migogoro hii katika ndoa za jamii hizi? Na Uislamu unatueleza vipi katika kuitatua migogoro? Bismillahirrahmanirrahim. Salum, katika sababu kubwa ambayo inapelekea watu migogoro kukithiri katika ndoa ni malezi. Sasa hivi malezi hakuna katika jamii takriban. Tunasema kama hakuna, sio kama zero au asilimia ndogo malezi ipo. Wengi wanasema kwamba hawajasoma dini. Leo watu wanasoma dini sana tu, alhamdulillah. Lakini mtu huyu kasoma dini kama za mahadi fulani, ameoana. Baada ya miaka miwili utaambiwa walipiga nusu, wapigane visu. Subhanallah. Mke na mume. Unaona mtu kampiga mkewe nondo. Huyu kasoma dini. Lakini kumbe ni malezi. Siku moja nimekaa na bibi Salum, bibi fulani nyumbani, hadithi ananiambia wakati mimi sasa yeye alipogombana na mumewe karudi kwao. Miaka hiyo. Babaka amsikiliza. Akamwambia, "Muona hiyo?" Akamhadithia. Hasa baba akasema, baba kahisi kama hilo ndo mkosa. Na nikaondoka kwangu. Alinitia mikwaju mpaka kwangu. Rudi huko na mikwaju hiyo. Atarudi tena mara pili. Atagombana tena umeme ambao haingia kilini. Kwa sasa angalia malezi ya leo. Mwanangu nakwenda chumba hicho na kifunga, hakai mtu kwa kusumbua, rudi. Sasa maskini mtoto huyu kale leo nasema kidoni mtoto kimama kudekezwa, ataweza msukosuko ndoa? Na malezi yale mtoto kwa mdogo hajui kupika, hajui mambo yote katika familia, ataweza wapi mke na mume? Kwa kiasi kidogo tu nyumbani baba anampokea mtoto, kwa ni mambo yanaharibika. Kwa kwanza haya ni malezi. Kuna kisa shekhe mmoja anataja, anasema jamaa lalamika, hii ni mtazamaji vile apate funzo, lakini kuwa makini wakati kuiga. Anasema kana kwa shekhe, anasema shekhe, mke wangu hajipambi isipokuwa kitoka. Na ile ndizo la sote si katika jamii zetu. Mwanamke ana nguo tatu. Azungumzia peke yako bwana. Sio mumishe. Au watu wengi nasema ana nguo ya madira matatu au vitunguu maji, vitunguu fomu ambayo yote yanayo ndani. Ana nguo ambazo kaitwa munasabati, skuli, madrasa, wapi, na nguo za harusini, sikukuu nini. Kwa sasa anasema mke wangu ajipambi, akaambia marai, akamwambia atakangu harusini mnulie. Atakangu harusi akanulia, sheti mnulie tayari. Sasa yalla, siku akitaka kutoka baada ya kujipamba, funga mlango, mwambie harusi leo huko ndani. Siku anataka kutoka, akamtazama mpaka natoka na basi toke. Kafunga mlango huko ndani. Ndio tena mwanamke maneno yake. Atakuaje? Mama ongede bure, imejipamba, katoka mimi. Katoka. Sasa alipotoka shekha akaenda kwa shekha, toka. Akaambia kirudi mwambie aende harusini, usimfungulie mlango. Karudi kapiga hodi, mume afungue mlango. Karudi kwao. Kurudi kwa mama yake,
Ndio hayo malezi. Itakuwa ama kama hadithia mamake ilivyotokezea, mama hana akili, itakuwaje? Baki hapo, kwani huna kwenu? Kwani umekuta njiani hivi na hivi? Sasa baba yake baada kuona mbona mwanangu muda mrefu yupo hapa na haendi kwa mumewe, itabidi aulize. Uliza, akavusikia akamwambia, kwa hiyo mke wangu umekubali mke wa mtu abaki humu? Basi haya, na wewe rudi kwenu mpaka huyo atakarudi kwake. Azinda baba wewe. Itabidi aende kwa msamahani kwa. Sasa angalia malezi alikuwa na baba. Lakini leo wazazi wengi nadhani wao ndio wameelewa, wanang'ang'ania kuharibu ndoa. Kwa kwanza malezi. Pili vile vile katika malezi inaingia kwamba elimu, hatuna elimu. Hujui haki zangu na sio haki za mwenzangu. Hajui wajibu wake. Lakini vile vile Sheikh Salim huyu hichi kisu hichi. Mtu anatumwa ndakwenda siku kidogo. Simu mpaka huwa na hamaki kwa simu au mitandao ya kijamii ina mchango mkubwa katika kuharibu ndoa. Lakini vile vile sema kama mukaranat. Mbona fulani hivi? Kulinganisha. Mbona mimi hivi? Mbona yule gari anayo? Mbona hivi na hivi? Mmoja anaambia mume nataka friji, nataka TV, nataka hichi, nataka kuka, kitu gani? Sasa kama mke wangu yote haya sawa. Huko ndani hatuna umeme. Tunafunga kamba. Akama shogangu anayo lakini wao na umeme. Kwa hiyo mukaranat. Kwa mtu anaangalia huyu anacho hali ya yule na hali yangu. Kwa hiyo lakini chanzo kikubwa cha sana tuangalie wazazi wetu. Mzazi wetu kafika darasa la 3, mwingine darasa la 2, mwingine anataka kuandika hajui, lakini mpaka leo wako pamoja. Kwa ni malezi. Kwa chanzo cha migogoro mingi ya leo ni malezi, hivi mtoto analelewa. Kuveta kuvilelewa vile mtu la mbana mamake hivi, ukioa, ukitafuta, ukimwacha huyu anaambiwa mimi sifahamu mtu nyingine. Utajua mwenyewe. Mpigane mpaswana lakini huyu ndo mkeo. Kwa maana mama anaangalia kwamba huyu sasa hamfai kweli. Lakini huyu ni mcheza. Kwa baadhi ya wazazi wana malezi yao ni mazuri. Kwa migogoro inapungua katika familia. Lakini namalizia sababu mwisho labda kabla hiyo aliposema kwamba kulinganisha hii inasababisha kwamba kuna baadhi ya wanawake wanapeleka maneno kwa mwanamke mwingine. Mashoga nafanywa hivi. Kwa hiyo ile maneno anachukua anapeleka kwa mume. Usikubali huko. Kuna ngoma mpya hii au unaambia sana nguo gani umevaa hii nguo mwaka juzi, sema ngoma mpya sio nyingi laki tano tu. Alikuwa mume mshahara laki 2. Lakini vile vile sababu nyingine ambazo zipo nyingi, lakini sababu nyingine wazazi kuingilia katika familia. Kwa wazazi wanapenda sana kuingilia mambo ya kina mume ambayo hayahusu baadhi ya mambo. Mwingine anahusu kweli kutatua, lakini mwingine hayahusu. Kakunulia ni usikubali, mwambie kuleishi na hichi. Mwambie ta wifi. Alikuwa kwake hana anakia Kinokia, kirushu kile kisimja kiswaswadu. Lakini huko anataka mwanae lazima tu wifi. Lazima afanye hivi, lazima afanye hivi ambayo yeye mwenyewe hayapo katika familia. Kwa wazazi kuingilia sana katika familia za watoto. Baina mke na mume, mwingine hata hayahusu baadhi ya mambo. Wengine wazazi ndo remote. Wanaendesha ni mume ndo anaendeshwa fanya hivi na mzazi kwamba usimpeleke huku, usimwambie hivi, usimnulie jile, usiwe au ukimnulia kwanza nikione mimi. Subhanallah. Wakati haya mambo sio katika haki zao. Naam, wazazi wana haki yao mbali, lakini na upande wa mume na mke pia wana. Ndio alisema Sheikh Shabani pincha nyuma kwamba hizi kwamba elimu za mahusiano kwamba ina mipaka gani, mimi mzazi kila mmoja na mpaka gani na mume na mpaka gani au na mpaka gani. Wakati mwingine pia la kutokutekeleza majukumu nayo pia inapelekea katika kuingia migogoro. Kutekeleza hajui haki yake, kutekeleza haki na wajibu. Mambo mengi ambayo yapo katika tukisema hapa kama nahisi katika mambo ambayo yanasababisha migogoro ni kushindwa kuvumiliana. Subhanallah. Subra. Tutakuja kuuliza katika maswali ambayo ninayo hapa. Sehemu yani uvumilivu na subra inachangia vipi katika kuzitunza hizi ndoa. Sasa hivi kwa ruhusa yenu mashekhi nitoke mapumziko mafupi. Mpenzi mtazamaji wa Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima. Hii ni kahawa ya Ramadhani na maudhui yetu ni ile ya ndoa na falsafa yake katika Uislamu. Ni matarajio yetu kwamba umesikia na umefaidika nayo. Tutoke mapumziko mafupi. Usiondoke, turudi tena hapa katika kahawa ya Ramadhani. Na mpenzi mtazamaji wa Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima, tumerudi tena katika kahawa ya Ramadhani baada ya mapumziko mafupi
katika kipindi chetu hichi, na maudhui yetu ya leo ni ndoa na falsafa zake, ikiwa ni mwendelezo wa maudhui yetu ya jana kuhusu masuala mazima ya ndoa. Mashaka, tumerudi tena baada ya mapumziko. Tulisimama katika sababu za migogoro nyingi ambazo tumezitaja zinapelekea katika kuingia watu katika migogoro ya ndoa, na Ustadh Sultan hapa alitaka kuingia katika swala ambalo ninalo hapa kuhusu uvumilivu, kusameheana, kushauriana katika ndoa. Vina nafasi gani katika kuimarisha ndoa? Asante sana. Kwanza yani inatakiwa wana harusi na bi harusi au wanandoa mke na mume wanatakiwa wajue kwamba wanapoingia katika ndoa, wakiishi katika ndoa ile, lazima atatokezea mapungufu. Naam, zitakuwepo kasoro bila shaka, kwa sababu binadamu sisi tumeumbwa, hakuna mtu ambaye alikamilika. Jana tulitaja point hapa, nafikiri penzi watazamaji walifahamu hakuifahamu kwamba alaka zaujia ni alaka takamu. Ni mahusiano ya kufunga ya kukamilishana. Alichokuwa nacho huyu anakupa wewe, na alichokuwa huna wewe unapata kwa mwingine, si kwamba wote itakuwa ni malaika, itakuwa ni sawa. Bila shaka, kwa hiyo lazima yani katika kuishi na watu sawa, ikiwa katika ndoa au katika maisha mengine yote yale, katika biashara, katika kusomesha, lazima utapata yani changamoto kwa wale ambao unataamali nao katika lile jambo. Kwa hiyo mume unataamali na mwanamke, lazima utapata changamoto kupitia mke wako, na mwanamke pia anataamali na mwanamume, atapata changamoto kupitia mumewe. Ndio itakuwepo kasoro yani ndogo ndogo zitakuwepo za kibinadamu. Pengine atakuwa anakosea katika jambo hili, anakosea katika kupika na hizo. Sheikh Samani kidogo katiza, wenye elimu za hizi mambo ya ndoa anasema hizo zinakuwa sio kasoro. Hizo zinakuwa ni yale maumbile yao wale, yani mwanamume yuko katika maumbile yale na mwanamke yuko katika maumbile yale. Kwa mfano mwanamke anapenda sifiwe, lakini wanaume hatuna time za kusifiwa. Wewe mke atakereka kwa nini hakusifiwa? Sasa na mwanamke na mambo kama hayo. Naam. Sasa kwa hiyo lazima iwepo yani uvumilivu, mtu kufumbia macho zile kasoro, kusameheana atakapotokezea watu wamekoseana. Allah Subhanahu wa ta'ala anasema khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Aya hii maulama wanasema ni katika aya ambazo zinaweka msingi mkubwa sana katika kutaamali na watu wote. Khudhil afwa, yani chukua afwa. Baadhi maulama wanasema ni msamaha, yani wasamehe watu, lakini pia afwa maana yake umchukulie mtu kwa mujibu wa tabia yake ilivyo, ustahimili, yani utaamali na watu vile walivyo. Si kwamba watu wote watakuwa na tabia moja. Ndio shairi anasema la tahsabin nasa tab'an wahidan falahum gharaizu lasta tuhsiha wa alwanu. Usije kufikiria kwamba binadamu wote watakuwa na tabia moja, wana tabia tofauti, rangi tofauti, maumbile tofauti. Kwa hiyo watu watatofautiana bila shaka katika baadhi ya mambo. Mkitofautiana basi lazima uwepo msamaha, kuvumiliana. Hivi ndivyo ambavyo alivyotufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namna alivyokuwa akitaamali na wake zake. Mtume sallallahu, angalia mtume sallallahu kaishi na wake 9. Yeye ni mtume sawa, lakini binadamu pia. Ndio anao upande huo. Naam, aliishi na wake 9, lakini angalia namna gani hakumwacha hata mmoja. Subhanallah. Wako baadhi ya maulama wanasema aliacha, lakini akamrejea huyo mwanamke ambaye alimwacha. Lakini alijua namna gani ya kutaamali nao, alikuwa anajua tabia za wanawake, anawavumilia katika wivu wao. Wakati mmoja mtume sallallahu alayhi wasallam amekaa na maswahaba zake, akaletewa chakula na mmoja katika wake zake. Inasemekana kwamba siku ile alikuwa yupo katika zamu ya Bibi Aisha radhiallahu anha. Hasa akatokezea mmoja katika wake zake akapika chakula katika nyumba nyingine, kisha akapeleka chakula kile katika nyumba ya Bibi Aisha radhiallahu anha. Chakula kile kilipofika Bibi Aisha akakiona, akakasirika, akenda akaipiga ile sahani ile ya kigae, ikavunjika ile sahani. Sasa angalia mbele ya masahaba, mbele ya masahaba na mtume kiongozi, mtu mkubwa yani. Kama sisi yani, mtu kitokezea kifo kama hiyo unaweza ukapanic, ukaja juu, ukasirika, ukatukana pengine, lakini mtume sallam akatulizana, ikisha akamwambia masahaba zake, gharat ummukum, mama yenu kazidiwa na wivu. Bas kama nikamchukulia udhuru. Na ndo tabia yao wanawake, wivu ni kawaida, ndio ni maumbile yao wanawake. Ikisha akasema mtume sallam, inaun bi inain, chombo kilipwe kwa chombo, wa ta'amun bi ta'amin, na chakula kilipwe kwa chakula.
kama umemwaga bajia ulipe bajia. Kwa hiyo bila shaka jambo hili Sheikh Salum ni jambo muhimu sana katika ndoa kwa ajili ya kudumisha ile ndoa wenyewe na kupatikana yale matunda ya ndoa. Lazima iwe kuna kusameheana, kuna kuvumiliana, kupuuzia baadhi ya mambo. Kuapitisha kuna kisa kimoja nakikumbuka kina njia akilini hapa cha Qadhi Shuraih na rafiki yake Qadhi Fudail. Shuraih alimuuliza Fudail alipomwona, akamuuliza kaifa halu baitik, vipi nyumbani kwako? Akamjibu akamwambia li 30 aman lam ashtaki basan. Subhanallah. Na miaka 30 ndani ya nyumba, ndani ya ndoa sijawahi kuona tatizo lolote. Abidi muulize kaifa dhalik Sheikh, inakuwaje miaka 30? Akatoa utungo mrefu, bwana nilichagua mke mwema, ilikuwa hivi, lakini akaelezea mwanzo, hatua za mwanzo alipoingia katika ndoa, kwamba kulikuwa kuna jalsat musaraha, kikao cha kuwekana wazi, kwamba mke alimwambia mume Fudhail kwamba laqad kana lak fi nisa'i qaumika man hiya kuf'un lak wa kana li min rijali qaumi man huwa kuf'un li walakin asbahtu laka zawjatan ala sunnati Allahi wa rasulihi liyaqdi Allahu amran kana maf'ula. Alimwambia bwana, wewe uko unapotoka ulikuwa kuna wanawake katika upande wenu, unaweza kuwaoa unaendana nao, na mimi hivyo kwetu nilipotoka walikuwepo waume ambao wanaweza kunioa naendana nao, lakini nimekuwa mkeo kwa sababu tu Allah kaandika kwamba niwe mke na nini. Akhbirni ma tuhibbuhu hatta a'malu wa akhbirni ma takrahuhu hatta atruka. Subhanallah. Naambie unachokipenda nikifanye, naambie usichokipenda nikiwache. Kama kuna tabadul, huyu kajua udhaifu wa huyu ni nini na huyu kajua udhaifu wa huyu na nini, wakastahimiliana. Imedumu miaka 30 mpaka naulizwa hilo swali, hakukuwa na migongano na migogoro ambayo kama tumesema katika hiyo. Siri ni kuambizana na kuvumiliana kama ulivyoelezea hapa Sheikh. Sheikh Salum, hii senge migogoro fulani kugongana baada ya wakati ya kawaida ni mzuri, sababu ni update. WhatsApp imekaa muda mrefu, mnuniana, hamsemeshani, baadaye tena mkirudi huyu kaleta zawadi hii, huyu kafabadilisha mambo huko ndani, kitu gani mara kadhaa. Anasema alhubbu ba'da az-zal. Mapenzi baada kununiana anakuwa matamu zaidi. Na mmoja anasema vipi, wa idha alhabib ata bi dhanbin wahidin ja'at mahasinuhu bi alfi shafi'i. Kwa mtu ambaye anayependa kwamba shakirika na nini, subra. Sasa subra ngumu, lakini mtu alikuwa subiri atazame mazuri. Kanikera kwa mke wangu, lakini sasa leo kafanya 10, kanikera mawili, sasa ndo mawili ndo yaharibu. Kwamba akija na baya moja, jaat mahasinuhu bi alfi shafi'i. Ile mema yake yale yanakuja dalili 1000 ya kinaisha kwamba huyu mwanamke ni mzuri, hana tatizo au kipenzi changu mashaallah. Kwa maana kimtaangalia wema, isiwe kama vijana sasa hivi talaka mkononi. Nini imeongezeka chumvi, nini hajansikia, nini kanaambia hivi kibao na mateke na ndio sema tena kupigana vyuma na mengine. Wallahu almusta'an. Tayeb, mashallah. Labda sasa hivi tuzungumze mambo ya jumla ambayo yanahusu ndoa na jamii zetu, kuziendeleza ndoa zao, kuwa na mapenzi na huruma, ambazo ndio nguzo muhimu za katika kuidumisha hii ndoa. Tuna mafunzo mengi ambayo tunapaswa kuwapa vijana wanaoingia katika ndoa, hata wale kuwepo katika ndoa ndani ya miaka mingi, kama ni njia ya ushauri na nasaha, namna gani tuzitunze hizi ndoa zetu, namna gani tuepuke hizi kasoro zilizokuwepo, migogoro, na hata wanaotaka kuingia katika ndoa wafanye nini kabla hawajaingia, kwa njia nasaha fupi haraka. Labda kwa kuanzia Sheikh kwamba nasaha kubwa ambazo tunazitoa ili kuweza kuimarisha hizi ndoa, jambo la mwanzo ni kutafuta elimu kabla hawajaingia katika ile ndoa, ajue haki za mume, haki za mke, wajibu wake, yote hizi wafahamu vizuri, ili kisha kuingia katika ndoa inaweza ikawasaidia. Alafu silaha kubwa ni uvumilivu. Yani katika ndoa lazima tu kama ziko glasi mbili zitagongana hivi. Na hii inasaidia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika uvumilivu wa subira, asabru bitasabbur, yani ile subra lazima ujizoeshe kusubiri, usubirishe.
Kwa hiyo jambo la kusubiri ni muhimu sana katika maisha ya ndoa. Ikiwa hujaweza kusubiri, ndio maana utasikia ukashabua talaka 3 huko talaka ngapi, wengine sasa tunafika mpaka 30. Mambo yako ngapi na za baba ngapi za mama ngapi? Allah almusta'an. Tutakuja kuizungumzia maudhui mbali kuhusu talaka inshallah na hukumu zake na mengine. Kwa hiyo ustahimilivu, ustahimilivu, elimu, watafuta elimu katika kujua haki zao. Na Sheikh Sultan, ni hayo ya Sheikh, yani kwamba tukumbie macho zile kasoro ambazo zipo baina yetu ili tuweze kudumu katika ndoa. Siku moja wanasema haya, mmoja katika masahaba, nafikiri kama ni Abu Dharr au Abu Darda, alimwambia mkewe, in wajadtini ghadban, ukinikuta nimekasirika, faradhini, basi niridhishe mimi. Yani tafuta njia niridhishe, hata kama kosa ni kweli hajafanya, kubali kosa, basi samahani. Wa in wajadtuki ghadba, na nikikuta wewe umekasirika, radaituk, mimi lazima nikuridhishe wewe. Wallah bibi. Wa illa lam nastahib, ikiwa haijawezekana hivyo hatutoweza kumsabada moto ni maji hasa kudumu katika ndoa. Kwa hiyo ni muhimu, yani kusamehe, lazima kuwa kuna mazungumzo baina mume na mke, huyu aseme kilichomkera. Wakati mwingine unajua katika maumbile ya wanawake, hatuwalaumu, sio lawama, yani maumbile yaliyombwa na Allah. Wakati mwingine kuna jambo limemkera, lakini hata ikulisema, ukimuuliza vipi, hamna kitu, mbona la kawaida, unaumwasi au kasema umelaumu maumbile yetu, nashindwa kustahimili. Basi kama hiyo sinifanye pumbavu, lakini kumbe unatakiwa, ndo kama sema Sheikh Sultan hapa, bembeleze kidogo, uridhishe kidogo, muulize kila wakati, ndo anavyotaka. Atakwambia tu sitaki, lakini ndivyo anavyotaka, kama kila wakati awe ni mtu yani tashuddu al-intibah, au kila wakati anataka umwangalie, kanoti sawa, haja notice nimevaa hichi, kana hajakiona kama nimevaa, kumbe kwa ajili yake mimi mliza muda wangu. Allah almusta'an. Na Sheikh Rashid, kisha mimi namaliza kwa matatu. Jambo la kwanza kwamba yule ambaye hasa anataka kuingia katika ndoa, kwani anataka kuoa, ajiulize ikiwa nia yake kuolewa au kwani anataka kuolewa. Ikiwa ndio watu vijana hao, na mimi naoa, huyo afanikiwe katika maisha yake. Lakini kwa hii ni ibada, hii ni sunna Mtume sallam. Kwa maana mkianza ibada kwa washaza hatua nzuri, lakini watu wengi ndio watu wote mtaana shabada peke yangu tu, maana kama bwana ongeza kwa wawili watatu, kwamba watu wote wamekaa tatu, mimi na mke mmoja bwana, kwa ajili ya mkuu watu. Lakini la pili vile vile, kuna mzee mmoja anatuambia nasaha nzuri sana, anasema mfano hichi chumba hichi, anasema hichi chumba hichi sana kwa peke yako, kula juu ya dirisha, juu ya mlango, juu wapi, pembeni, na nataka kukwambia. Lakini mkikaa wawili, ukile mlangoni, bana hapa si bakula, kale kule, ukile kuna hapo sehemu yako kulala, kula sio mtavutana. Kwa mke na mume lazima kuvutana, dada yake kama sultani ni kuridhishiana, kuridhia mmoja amridhishe mwenzake na vingine. Lakini la pili vile vile, la tatu kwamba kabla ya maamuzi yoyote mwanadamu anaitwa, hasa mwenye ndoa, afikirie itakuwaje baadaye, athari yake. Kwa mwanamke kanuna, utajua mwenyewe, je, baadaye itakuwaje? Kafanya fulani hivi, maamuzi anatoa nini, athari nitakayopata baada ya maamuzi haya ninayotoa. Hiyo nukta muhimu sana. Wengine wanajutia baadaye. Anakuja mtu baadaye anakaa mpata maradhi ya kinafsi, umeshapeleka mental, kumbe hii ni dakika 5 kashinda kuangalia nini itakuwaje baadaye. Tafungia kwa kisa kizuri sana kwamba kinahuzunisha ile leo watu wengi sana kinachofurahisha bana, mambo ya ndoa. Anasema mke na mume alipoamka, mume anamuuliza mkeo, "Shanikia kao chai tayari?" Sasa mke anataka kumfanya mzaha, tukaji kamchora mkeo au kamchora mumeo, akajichora yeye, sitapika bado. Mume kahamaki na hivi kamteki kibao kimoja kizito kuliko, ndio hiyo kiwama. Kwa hiyo bike chai ni chai, na anatoka anaweka na kamanda, nakwambia natoka na kwa zangu kazi leo, nakuja rafiki zangu nataka unikie chakula, ole wake maana makali hivi kila siku kazi. Hata kufika kazini kata rafiki zake, mimi nitaki kibao kimoja tu, adabu hivi na hivi. Sema wale ambao wale minkum Rajul Rashid walikuwepo watu na hikma zao, kama hayo mgani mkeo unampiga kama hivyo, si ustaarabu wala usije na dume, kaanza kumlaumu. Sasa akajisi haiko umefanya kosa, sasa akarudi sasa ghafla piga simu, njoo hospitali, mkeo kwa hospitali. Subhanallah. Kaenda nakuta wakwe zake pale wamekaa na nani jamaa zake mkewe, daktari ndio chumbani andikisa kichwa, inna lillahi, mkeo kafa. Subhanallah, kafa. Ilikuwaje? Akaamba kile kibao
kwamba mkeo huyo ana maradhi ya moyo, kumshtuka, akapata mshtuko mzito uliomfanyia. Sasa anarudi nyumbani, anakuta barua imeandikwa, mume wangu nisamehe, nilikuwa nakutania tu, sitarudia tena. Kumbe sitarudia tena, imekuwa kweli sitarudia tena. Sasa anakuja ndo yale, hata ajute vipi yamfaye majuto. Wala yaruddu alayka alfaita alhazan, kwa anasema kwamba huzuni haikurudishiki kilichopita. Kwa nasaha zetu kwamba anataka kuoa, alioa, kabla kwa maamuzi yoyote anayotoa, mtu anatakiwa afikirie nini itakuwa mustakbali wangu baada ya maamuzi haya. Ni katika maamuzi mazito, ni katika maamuzi ya kawaida. Barakallahu. Ajue kwamba ndoa ni amana, ndoa ni majukumu, ni taklif kabla kuwa ni tashrif, pamoja na kuwa kutakuwa kuna raha, lakini kutakuwa kuna karaha, kutakuwa kuna matamu, kutakuwa kuna machungu. Yote hayo unajua vijana wanapooa au mabinti wanapoolewa, wakati pale anaulizwa umekubali, hafikiri, hajiulizi mara ngapi umekubali nini. Kuoa nini basi anaitikia tu nimekubali, washuhudia wale kuwepo umekubali, kabili tu naam basi. Hajui kama mithaq tayari kashabeba dhamana kubwa, kakubali kusubiri, kakubali kustahimili, kakubali kubembeleza, kakubali kuhudumia, kakubali kupeleka, kakubali mingi. Yanadhania tumekubali kuoa, nimekubali kuoa, nimekubali kuolewa, nimekubali kuolewa. Wapenzi watazamaji, sasa kidogo kabla hujafika kipindi, nakumbuka siku moja nilikuwa kuuliza swali hilo nyumbani na mtu mzima akanambia, sasa mbona migogoro imekithiri sasa hivi? Nikaambia kwa sababu, sababu nyingi, lakini sababu nazoziona kwamba mtu akioa raha tupu, ndio anasema akiolewa raha, asiko mwanzo haya watu wanacheka kama mtapiga picha na mimi amevaa joho kama veli na nini. Sasa fikra yake kwamba ni raha tupu. Sasa akija katika yule wake ulivyo, kumbe ndio hivi. Sasa anakuja kwamba ile matarajio yake anaanguka. Nikaambia leo vijana kwa najua kwamba mfano ndoa asilimia raha labda 60 au 50 litaje 50, mfano 50 na tabu 50, ingekuwa fadhali. Akama sasa wewe hujui hapo ndoa raha 10%, shida 90%. Hayo mtu mzima anaambia hivyo, anajukuu. Kwa mtu anajua kama hivyo, kwa maana katika ndoa sunna hivi, lakini kuna misukosuko nitaipata na raha nitazipata, basi ingepungua mengi. Jazakumullah khair mashakhe. Shukran sana kwa elimu mliotoa. Tunamwomba Allah kulipeni khairi nyingi, azidi kukuleni katika khairi elimu zenu, azitunze ndoa zetu, tuzae vizazi vilivyokuwa vyema, tutengeneze jamii ya Kiislamu iliyonyoka katika maadili. Tukutane na Allah subhanahu wa ta'ala, atupe radhi zake na atupe pepo yake biidhnillah ta'ala. Mpenzi mtazamaji wa Istiqama Swahili TV, kwa maneno hayo ndio tunahitimisha kipindi chetu cha leo cha Kahawa ya Ramadhani. Walikuwa nami katika studio Sheikh Maqam bin Juma bin Umar pamoja na Sheikh Sultan Riyami na Sheikh Rashid Al-Aisari, mada yetu ikiwa ni ndoa na falsafa yake katika Uislamu. Ni matarajio yetu na kwamba mmesikia, mmeelimika, mmejifunza na mtayafanyia kazi yale ambayo mmesikia katika kipindi hichi, mmeelimishwa na mashekhe, ili muzidumishe ndoa zenu na tutengeneze jamii iliyonyoka. Ikiwa bado huja subscribe, basi tunakukumbusha tena ulike, usubscribe, ucomment na ushare, ili upate kila lililokuwa zuri katika Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima. Ondoka na mfano huu katika kuitunza ndoa yako. Nadhania unaijua mashine ya kupima mapigo ya moyo ambayo yanaonyesha uhai wa mwanadamu. Ishara nzuri katika mashine hiyo ni kupanda na kushuka, na ishara mbaya katika mashine hiyo ni kunyooka kwa mstari. Ikiwa unatamani ndoa yako inyooke tu bila kupanda na kushuka, hiyo ni ishara mbaya ya kumalizika hiyo ndoa. Uhai wa mapigo yako ya moyo ni kupanda na kushuka, basi uhai wa ndoa yako pia ni kupanda na kushuka. Furaha, huzuni, raha, tabu na mengine juu yako kusubiri, kustahimili, kuzungumza, kupenda, kuona na huruma, ili idumu ndoa hiyo, mtengeneze jamii itakayokuwa njema. Baada hayo nasema masakumullahu bil khair was surur, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.